MIKOMA TV. Nikukaribisha sana ndugu mtazamaji katika chaneli yetu ya Mikoma TV, ikiwa ni mimi Mr. J au naweza ukaniita wa kitengo. Leo ndugu zangu nimekuja kuwaelezeni kitu kimoja ambacho kidogo kinaleta changamoto katika maisha ya binadamu. Maana kumekuwa na mpishano fulani hivi kati ya waumini wa kawaida na Waislamu. Pale mpaka watu bado hawajajua kwamba kuna nini ambacho kilitokea mpaka ikafikia hicho kiwango. Kwa sababu mpishano kabisa mkubwa ulipoanzia ni kuhusiana hili jina la Muumba wetu. Maana ukiangalia hawa wengine tu wanamuita Mungu, alafu kienda kwa upande wa Uislamu wanamuita Allah. Sasa watu ndo wanajiuliza swali sasa kwamba ilitokeaje au kulitokea nini mpaka Mungu akawa Mungu, Allah akawa Allah, au kuna wawili hapo, yani kila mtu ana muumba wake? Hapana. Jibu ni kwamba Mungu ni mmoja, Allah ni mmoja, yani ni yule yule, ila kuna utofauti tu wa majina. Kwanza ni kurudishe nyuma kabla hujaanza kufikiria sana, kabla ya hujajibu swali, inatakiwa kwanza ujiulize kwamba Mungu ni nani? Mungu ni Mungu au Mungu ni Allah? Kwa hiyo hapo tu ndo ukishakuja kulipata hilo jibu, tayari utagundua kitu kimoja. Mimi sasa moja kwa moja nisipoteze muda, niende kwenye mada. Bana, kwanza wewe hapo ulipo kuanzia sasa ukao ukijua kwamba wewe sio mtoto wa Mungu. Tuacheni tabia kwa tunadanganyana kwamba eti mimi ni mtoto wa Mungu. Hapana, Mungu hana mtoto hata mmoja. Kwa ukijua hivyo, Mungu ana viumbe wake. Maana kwamba sisi sote ni viumbe wa Mungu. Na nikukumbushe kitu kimoja, kama hujawahi ukisikia, mlishagawahi ukisikia ukasahau, hapa ndo mwanzo wa kujifunza. Tupo katika chaneli yetu ya Mikoma TV. Hudhuria ujifunze nini. Ninaanza na hili moja. Pale mwanzoni kulikuwa, yani Mungu aliumba. Tutalitumia hilo jina la Mungu kwa sababu lishakazoeleka. Lakini mwishowe ndo utaenda kumjua kwamba Mungu ni nani. Sikiliza kwa makini. Mungu aliumba viumbe wake. Akaumba binadamu watatu, ambaye wa kwanza alimuumba ni Muhammad, mtume huyo. Wa pili alikuja akamuumba shetani, japokuwa shetani anadharaulika sana, lakini ni kiumbe wa Mungu. Ndipo hapo watatu alikuja akamuumba Yesu. Kilichokuja sasa kutatanisha mpaka ikatokea huo mzozo huo ni kauli tu za kifikra. Maana Mungu alikuja akagundua kitu kimoja kwamba hawa viumbe wangu hawa inatakiwa ni watafutie mbinu ili kusudi waungane wawe kitu kimoja. Maana kuna mpishano walikuwa hawaelewani kidogo. Ndo aligundua kwamba nifungue darasa langu waanze kusoma, yani wasome wawe kitu kimoja. Wasome wajifunze kitu kimoja. Kweli alianzisha darasa, wakawa naingia darasani anafundisha. Siku ya kwanza waliingia wote. Siku ya pili shetani akawa ni mtu ambaye mjanja sana. Wakiingia darasani yeye anachoropoka anaenda kujificha msituni. Wakabaki hasa waliohudhuria ni hao wawili, Muhammad pamoja na Yesu. Wao walihudhuria madarasani, lakini akawa anafundisha kila siku. Ilivyokuja kusemekana kwamba yani anachokifundisha waka hakieleweki. Kuna siku moja ambapo Mungu aliamua kwamba ngoja ni watesti hawa kama vile kweli wanakalili kile ninachowafundisha. Aliwapa swali moja tu la mwisho. Aliwaambia kwamba nataka leo muandike jina langu. Nataka muandike kitu ambacho kinaitwa, hilo ndo jina lake. Alisema kabisa muandike jina langu. Leo kila mtu leo nataka anijue jina langu. Sio tu mnaniita baba, mlijue jina langu. Cha kwanza ndo alichowaambia hicho.
Kwa hiyo akawaambia kwamba kila mtu ashike daftari lake. Kweli wakashika madaftari. Akawaambia hivi, kila mtu aandike mguu potea. Kwa hiyo sio Mungu tena, ila aliwaambia kwamba andika mguu potea, maana kwamba ndio jina lake, mguu potea. Aliwaachia huo mtihani kwamba andikeni, akaenda akawapa muda. Alienda na dharura zake kidogo, ule muda akarudi sasa akakuta wameshamaliza. Alianza na Yesu. Kwa Yesu kidogo alikuwa na kauelewa kidogo kumzidi Muhammad. Ile kuangalia Yesu kidogo alipatia kidogo, lakini akakosea kidogo sana. Aliandika, baada ya kuandika mguu potea, yeye akaandika Mungu. Ile potea akashindwa kuiandika. Ikabidi ameishia hapo tu Mungu. Kwa hiyo alipokuja kuanza kusahihisha, akawa anasoma tu Mungu. Ile potea haipo. Na wala sio mguu potea tena, aliandika Mungu. Na maana angeandika na ile potea, angeandika Mungu potea. Unaona sasa? Na mpaka leo tungekuwa tunamuita Mungu potea. Ila kwa kuwa alishindwa, ikabidi tu akomea hapo Mungu. Kwa alipokuja kuanza kusahihisha, alikuja akaanza kusoma, akasema, "Wewe umeandika nini hapa?" Sema, "Umeandika Mungu." Sema, "Haya poa." Akaenda kwa mwenzake. Alikuja kukuta alichokiandika, sema ukweli hakukielewa kilichoandikwa pale. Yaani amechora tu. Akamuuliza, "Sasa umeandika nini hapa?" Akasema, "Allah." Yaani ile kusema Allah, yeye kashakalili. Kajua kwamba kumbe mimi ninatakiwa nimuite Allah. Huyu naye akasema, "Mimi nitakuwa namuita, kumbe ni Mungu." Ndo mwanzo wa kupata majina mawili hapo Mungu. Huyu Allah. Lakini jina lake alikuwa anaitwa mguu potea. Baada ya pale aliwaacha akawaambia kwamba fanyeni msahihisho. Jadilieni. Na kuja hivi karibuni. Alivyoenda mpaka leo hajulikani aliko. Ile mguu potea alipotea kweli. Nina imani ya kwamba baadhi ya watu watakuwa wamenielewa. Japokuwa watu waga hatulingani kisaikolojia, kiakili. Kuna wengine wapo ambao watachukia. Kuna wengine wapo ambao wamechukua kitu wamejifunza. Lakini ukumbuke kwamba huu ni ukweli. Ukae kujua hivyo. Sisi tunaongea ukweli. Nikukaribishe tu sana ndugu mtazamaji. Hii ni channel yetu ya Mikoma TV. Ujifunze mengi zaidi na zaidi yaliyo mengi. Na nikukumbushe kitu kimoja. Nilisema hata hapo awali. Unaruhusiwa kutuma maswali yako, kuuliza maoni yako au ushauri wako, isipokuwa kutuma matusi hauruhusiwi. Wala kupiga simu hauruhusiwi. Utaratibu utatolewa kupiga simu. Tutumie ujumbe kupitia njia ya WhatsApp. Namba yetu andika 0764118301 mwisho. Mr. J au unaweza kanita wa kitengo ndani ya Mikoma TV channel. Asanteni sana.